tuachane, nilimwambia Kasimu aliyekuwa mpenzi wangu kwa miaka 5 sasa. Alinitazama bila kushtushwa na habari hizo. Badala yake, alicheka na akasema, kama nilivyokuwa nikihisi, imekuwa hivyo hivyo. Tayari nina taarifa kwamba utaolewa na mtoto wa pekee wa mzee Othman, ambaye ndiye mrithi wake pia. Nilijua tu utaniacha. Kwa hivyo, usijisumbue kunieleza chochote. Kasimu alisema maneno hayo huku akinitazama na akionekana mwenye uchungu moyoni mwake. Na mimi nikamwambia, samahani kwa kuumiza hisia zako Kasimu. Kabla sijamalizia kauli yangu, alinijibu kwa hasira, samahani ya nini? Kwa nini lakini Ramlat? Nakupenda kwa dhati ya moyo wangu wote na kujali kwa kila namna. Bado umeamua kumchagua huyu mtoto wa tajiri ndo akuoe? Ni kwa sababu mimi sina gari? Ni kwa sababu wazazi wangu sio watu wa kusafiri na kuzunguka nchi mbalimbali duniani? Au labda kwa kuwa baba yangu hana kampuni kubwa na biashara nyingi, ndio maana ukaamua unichome kisu kwenye moyo wangu kwa kuolewa na huyo mpuuzi? Kasimu alizungumza kwa hasira. Nami nikamwambia, sio kwa kupenda kwangu Kasimu. Hata wewe unajua kuwa upendo wangu kwako hauwezi kununuliwa kwa gharama yoyote ile, lakini sina budi kuwatii wazazi wangu. Sikujua kuwa nimeposwa tangu kipindi nipo chuo kikuu, na hata baada ya kupata PhD yangu ndo nilikuja kujua kwamba wazazi wake ndio walikuwa wanafadhili elimu yangu. Na sasa wamewakalia kooni wazazi wangu wakitaka kuchukua kile walichokuwa na kifadhili kwa miaka yote. Hebu niambie Kasimu, bado unahisi nina makosa? Na kama ningelijua hili miaka 5 iliyopita, unahisi ningekubali? Nilijaribu kumweleza Kasimu, naye akanishika mkono na kusema, twende tukaonane nao sasa. Hii ndoa haiwezi kufungwa. Siwezi kuimagine maisha yangu bila wewe Ramlat. Naomba usiniache tafadhali. Naweza kupoteza maisha kwa sababu yako. Kasimu alisema huku machozi yakimtoka. Nilijitoa mikononi mwa Kasimu aliyekuwa amenishika na nikamwambia, hili lipo nje ya uwezo wangu Kasimu. Naomba unielewe kuwa ni ngumu sana kwangu, lakini pia inanibidi niokoe familia yangu kutokana na madeni. Na ikitokea nimejaribu kufanya jambo lolote la kijinga, wazazi wangu wanaweza kuzama kwenye bahari ya deni kubwa la milele. Naomba unielewe please. Wewe baki hai. Una mambo mengi unayoweza kuyafanikisha kwenye maisha yako ya thamani, badala ya kuyapoteza kwa mapenzi ambayo yamejaa misukosuko ndani yake. Sitokusahau kwa yote mazuri ulionifanyia Kasimu. Baada ya maneno hayo, Kasimu alinikumbatia kwa nguvu. Mimi pia nilibubujikwa na machozi na iliniuma sana kuona ya kwamba inanibidi nilitoe sadaka penzi langu ili kuokoa furaha ya wazazi wangu. Mimi na Kasimu tuliachana kwa majonzi. Nilifika nyumbani nikiwa ni mwenye huzuni, lakini hakuna anayeweza kukadiria kiwango ambacho wazazi wangu waliridhika kumwozesha binti yao wa pekee kwa mtoto na mrithi pekee wa mzee Othman. Kila mtu anajua jinsi walivyo matajiri. Mzee Othman ana sheli 3, maduka makubwa 2 ya bidhaa mbalimbali, na vile vile maduka 2 makubwa ya nguo. Ni ndoto ya kila mwanamke kuolewa na mtoto kutoka kwenye familia ya kitajiri. Wazazi wangu walikuwa marafiki wa zamani wa mzee Othman pamoja na mke wake wa pili, Bi Fatma. Wote walisoma shule moja ya sekondari na chuo kikuu pamoja, lakini maisha yao hayafanani hata kidogo. Wazazi wangu hawakuwa matajiri, lakini urafiki wao ulikuwa mkubwa kiasi ambacho kila mmoja alimwona mtoto wa mwenzake kama mtoto wake. Niliingia chumbani kwangu na kujilaza kitandani huku nikilia kwa uchungu, maana kiukweli sitaki ndoa hii ifungwe. Nitawezaje kuolewa na mtu ambaye sijampenda? Sijali kwamba ni tajiri au sio tajiri. Ninachokitaka mimi ni kuolewa na mtu ninayempenda, hata angekuwa mvuvi. Mama aliingia chumbani kwangu akiwa ameshika vazi langu la harusi kwa furaha. Nilijifuta machozi na kujifanya kuwa nimelala, na mama akanisemesha, Ramlat mwanangu, nguo yako ya harusi imefika kutoka Dubai. Mama yangu alisema kwa sauti, na mimi sikumjibu chochote ili aniache, kwa sababu kiukweli kama maongezi yake hayakuwa yakihusiana na mpenzi wangu Kasimu, sikuwa tayari kumsikiliza kabisa. Na akasema, najua kabisa kuwa haujalala, kwa hiyo hebu simama na uangalie hii nguo kama itakuwa na makosa ndani yake. Tunaweza kuirudisha. Hii nguo ni ya gharama kubwa sana,
ina thamani ya zaidi ya shilingi milioni 2. Hayo yalikuwa ni maneno ya mama yangu. Niliposikia kiasi hicho kikubwa cha pesa, niliruka kutoka kitandani na kusema kwa hasira, "Mama, umepata wapi kiasi chote hicho cha pesa? Mbona unakuza mambo kiasi hiki? Inakera kwa kweli. Siwezi kuvaa nguo ya gharama kiasi hiki. Never!" Nilimfokea mama yangu kwa hasira na yeye akasema, "Sawa, Ramlat, mama mkwe wako ndo aliagiza hii nguo kutoka Dubai. Anataka siku ya harusi yenu upendeze. Wewe unadhani hiyo milioni 2 naitolea wapi mimi? Hebu usinifedheshe we mtoto." Nami nikamwambia mama yangu, "Sina furaha mama. Akili imevurugika kabisa. Hili jambo ni gumu sana kwangu. Nimeridhika na haya maisha duni. Tafadhali mama, mimi sitaki kuolewa." Nilisema hayo nikimwomba mama yangu, naye akasema, "Inaonekana hivyo mwanzoni tu mwanangu, lakini baada ya muda mfupi mtazoeana. Amini tu kuwa tunakutakia mema siku zote. Hatutaki uolewe na mwanaume mwenye maisha ya dhiki. Unastahili kuwa na furaha kipenzi changu, na mwanaume anayetarajia kukuoa ni muungwana. Tumekuchagulia mwanaume bora sana." Mama yangu aliniambia hivyo na mimi nikamjibu, "Lakini mama, mbona haujisumbui hata kuniuliza ikiwa nina mtu nimpendaye moyoni mwangu?" Mama naye akasema, "Sina haja ya kujua hilo, kwa sababu pamoja na yote hayo, kama hutaki kuolewa na Jamali, inabidi tulipe gharama zote wazazi wake walizotumia kukusomesha, na wewe unajua kabisa hatuna uwezo wa kulipa." Hayo yalikuwa ni maneno ya mama yangu, na mimi nikamwambia, "Sawa mama, hakuna shida. Acha tu nikubali hatima yangu, ila nakuombea kwa Mungu tu usije ukajiutia baadaye haya maamuzi mnayochukua dhidi yangu." Nilisema maneno hayo huko machozi yakinilenga, na mama akaniambia, "Siku moja utagundua kwamba tulikuchagulia kilicho bora sana. Ninachotaka uzingatie kwa sasa ni kwamba kufikia wiki ijayo rasmi utakuwa mke wa mtu, na siku ya Jumamosi nafunga mlango wa chumba chako kabisa. Sitegemei kukuona unarudi hapa eti kisa umepewa talaka. Hata hivyo nasikia baba mkwe wako ameshatujengea nyumba na sisi pia. Sasa ole wako ufike huko, alafu uende ukaniaibisha na tabia za hovyo. Utaona matokeo yake. Mimi ninachoamini ni kwamba nimekulea vyema kwenye maadili, na wewe ni mchapakazi sana. Mwenyezi Mungu akutangulie mwanangu, akusimamie kwenye nyumba yenu wewe kama mke. Usije ukaenda kuniaibisha tafadhali. Naomba ukawe mtiifu kwa mume wako." Hayo yalikuwa ni maneno ya mama yangu akiniombea na dua. Hatimaye siku ya ndoa ilifika, na kiukweli ilifanyika sherehe kubwa sana. Hata mwenyewe nilibaki kushangaa tu, na kama ikitokea kuna orodha ya sherehe 10 bora zilizowahi kutokea katika mji wetu, basi na sherehe ya ndoa yetu ilikuwa miongoni mwao. Na hii ilizidi kunipa hofu. Ikitokea wazazi wangu wakadaiwa gharama zote zilizotumika kwenye sherehe ya harusi yetu, wataweza kuzilipa? Na hapo nikaanza kupata mawazo ya kuuza vitu vyote vya thamani ambavyo nilivivaa siku ya ndoa yetu, kuanzia mikufu, pochi, viatu na vingine vingi tu. Baada ya sherehe kumalizika, baba mkwe alitukabidhi mimi na mume wangu Jamali tiketi za ndege kwa ajili ya kwenda Dubai kula honeymoon. Kimoyomoyo nikajisemea, nadhani hii ndoa itadumu hii. Yaani maisha yangu yote sikuwahi hata kuota kama siku moja nitafika Dubai. Eti leo naenda honeymoon. Sehemu kama London, Uingereza, Marekani, vyote hivi vilibaki kuwa ndoto tu kwenye maisha yetu. Lakini leo kisa ndoa ninakwenda Dubai. Oh jamani, maisha ni matamu nyie. Wazazi wangu nao walinikumbatia na wakatuombea. Mama yangu alilia sana machozi pindi aliponiona naingia kwenye gari yangu aina ya Benzi ambayo baba mkwe wangu alinizawadia kwenye harusi yetu. Mimi pamoja na mume wangu Jamali tulifika mpaka airport bila kusemeshana, yaani kama hatujuani vile, na wala hata sikujali. Ndege ilipokuwa inakaribia kuondoka, niliogopa sana kwa sababu ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza kuwa ndani ya ndege, na ghafla nikajikuta nimeanza kuropoka. Oh Mungu wangu, nakufa mimi. Nilisema hivyo huku nikiwa nimefunga macho yangu na kubana pumzi yangu kama nakaribia kukata roho vile. Yote hiyo ilitokana na uoga wakati ndege inaondoka. Jamali akaninong'oneza, unaniaibisha bana.
kuwa kama msomi basi na wewe. Baada ya kuniambia hivyo, nilimkata jicho na kimoyomoyo nikajisemea, kama nakuaibisha, basi fanya namna ukodi taksi ambayo itatupeleka mpaka Dubai. Halafu, kwani kulikuwa kuna ulazima wa sisi kukaa pamoja? Hayo yalikuwa ni mawazo yangu. Na Jamali akazungumza tena huku akiniangalia, na raundi hii alitabasamu. Hii itakuwa ndo mara yako ya kwanza kupanda ndege, si ndio? Nilimkata jicho bila kusema neno lolote, na kuanzia hapo nikaanza kummisi ex wangu Kasimu. Nilikuwa na hofu sana juu yake. Sijui maisha yake yatakuwaje jamani. Na mawazo yakapita akilini mwangu nikijisemea, we Jamali wewe, hata usipate shaka, nitahakikisha unaiona hii ndoa chungu. Yaani kwa sababu yako wazazi wangu wamenilazimisha kuolewa na wewe. Na kama haitoshi, kwa sababu yako wewe nimemuumiza mtu nimpendaye. Yaani nitahakikisha na wewe unaupata huu uchungu wa kumpoteza yule mtu unayempenda. Hatimaye tulifika Dubai na tulienjoy huko kwa takriban wiki nzima. Lakini kwa muda wote huo hatukuwahi kukutana kimwili, ingawa sisi ni wanandoa. Muda mwingi hatukuwa pamoja na tulikuwa tunakwepana tu. Ndoto zangu mimi ilikuwa ni kuja Dubai na mtu nimpendaye, na si mwingine, ni kipenzi changu Kasimu. Lakini kitendo cha kuja huku pamoja na Jamali, kiukweli sioni raha yoyote. Najiona kawaida kabisa. Siku ya kurudi Tanzania ilipofika, mama mkwe alitufuata Dubai na nilimuonesha heshima zote kama mama mkwe. Baada ya salamu, akaniambia, mwanangu Ramlat, kuna jambo la muhimu sana nataka tulijadili mimi na wewe. Baada ya kusema hivyo, nilimfuata chumbani kwake. Nikamwambia, ndiyo mama, nakusikiliza. Mama yake na Jamali akasema, binti yangu Ramlat, najua unashangaa ni kwa nini tumekuchagua wewe uolewe na kijana wetu, licha ya kuwa na wanawake wengi tu ambao tungeweza kuwachagua. Ramlat, sisi tunaweza kufariki muda wowote. Kitu pekee ninachohofia ni nani ambaye nitamuacha pamoja na kijana wangu Jamali. Hii dunia ni katili sana, na binadamu ni wabinafsi. Wanaweza kufanya lolote baya kumdhuru kijana wetu. Jamali ni mtoto wetu wa pekee, na pia ndo mrithi wa mali zote na biashara zote tunazomiliki. Anahitaji mwanamke mwenye hofu ya Mungu, kwa sababu ni muhimu sana kwa mtoto wa kiume kuwa na mama mwenye hofu ya Mungu ambaye atamuombea mara kwa mara, na vile vile mke ambaye atamuombea kwa Mwenyezi Mungu mara kwa mara. Kupitia hao mashujaa wawili, mtoto wa kiume anaweza kupambana vita yoyote ile na akaishinda vyema kabisa. Na hata kama kuna changamoto atakumbana nazo, basi kupitia maombi ya watu hao wawili ataweza kuzivuka changamoto hizo. Hatukutaka kumchagulia kijana wetu mwanamke tu ili mradi mwanamke. Ilikuwa ni lazima tupate binti ambaye sisi wenyewe tunamwamini. Ramlat, binti yangu, naomba umpende Jamali. Mpende mumeo. Simama naye kwenye kila nyakati. Mimi binafsi najua humpendi mwanangu, lakini mwanangu naamini ni kijana anayependeka na atakutunza kwa upendo na ukarimu wa hali ya juu. Naomba ujue kabisa unaenda kuingia kwenye vita nzito sana katika jumba lile la mzee Othman, kwa sababu kuna mengi sana yanatokea nyuma ya pazia. Usije ukahadaika na mali unazoziona. Nafasi yako kama mke ndio kitu cha msingi ambacho unapaswa kukisimamia. Hakikisha unamlinda mume wako, na ninamwacha kwenye mikono yako, kwa sababu bila kupata mtu atakayempenda, yeye si lolote, si chochote. Wewe ndio mtu pekee ambaye unaweza kumpenda kwa dhati Jamali, na pia naamini unaweza kumtunza vile vile. Tutakaporudi nyumbani Tanzania, utanielewa vizuri naamini. Hapa nilikuwa najaribu tu kukuandaa kisaikolojia na uelewe kabisa kwamba kuna mengi yanatokea nyuma ya pazia, na wewe utapaswa kusimama na Jamali kwenye vita hiyo. Jamali hana mwingine wa kusimama naye zaidi ya Mwenyezi Mungu pamoja na wewe. Hayo yalikuwa ni maneno ya mama mkwe ambayo aliyasema kwa uchungu sana. Nilianza kupata hofu na nikajiuliza, mtu dhaifu kama mimi ninawezaje kumlinda mtu mwingine? Na je, ni kina nani hao ambao ninapaswa kumlinda Jamali dhidi yao? Kwani ni nini hasa kinatokea nyuma ya pazia? Na ni kwa namna gani nitaweza kupigana vita hii kwa kutumia silaha pamoja na dua? Na pia nikajiuliza, kipindi ambacho wazazi wangu wameamua kuniozesha kwenye hii familia, walikuwa wanayajua yote haya? Mwenyezi Mungu, naomba nisije nikafa tu kwenye hii vita ambayo
hata hainihusu maskini mimi. Hayo yalikuwa ni mawazo yangu, na mama mkwe akaniambia, usiogope Ramlat, dua zako, mapenzi yako, uaminifu na kumjali kijana wetu ndio kitu pekee ambacho nakuomba kutoka kwako. Na je, unaniahidi utafanya hivyo kwa ajili ya kijana wangu? Kwa ujasiri nikasema, ninakuahidi mama, nitampenda na kumlinda mume wangu, lakini pia nitasimama kama msaada wake kwenye magumu yote atakayopitia. Haijalishi ni kipi ambacho kitatokea, nitasimama naye kwenye hali zote. Baada ya kauli hiyo, mama mkwe alifurahi na akasema, kiukweli nimefurahi kupata mtu ambaye anaweza kupokea majukumu yangu. Misheni yangu inaenda kufeli siku sio nyingi, na hakuna cha kulinda tena pale. Muda sio mrefu nguzo kuu itaanguka na itabidi nihamie kwenye misheni nyingine ili kukamilisha ahadi yangu kwenye hiyo nguzo kuu. Mama mkwe alizungumza maneno ambayo sikuelewa kabisa yana maana gani. Aliniombea kwa Mwenyezi Mungu na akaniambia yeye anaendelea na safari yake kama mke mwaminifu. Tuliporudi Tanzania, ndani ya jumba la mzee Othman, jumba lilikuwa kubwa sana na lenye mapambo ya kila aina. Kulikuwa na wafanyakazi wengi ndani ya nyumba ile na mazingira yake yalipambwa na aina mbalimbali za maua. Baada ya dereva kupaki gari, Jamali alinifungulia mlango huku akitabasamu na wafanyakazi wakatukaribisha. Utakaribishwa ndani ya jumba la mzee Othman ambapo kuna mengi yanatokea nyuma ya pazia. Hayo yalikuwa ni maneno ya mama mkwe ambayo aliniambia tulipokuwa Dubai, na kila nilipoyakumbuka nilipata hofu kwa kweli. Je, ungependa kujua nini kinafuatia katika sehemu ijayo ya simulizi hii? Usikose kuungana nami, lakini pia usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu hii.